Katika madaftari ya jadi ya kihistoria ya wanadamu, kuna matukio yaliyopenya kama mwanga mwembamba uliochana giza la muda. Kadhia hilo lilijifungua sikukuu sheshe ya Krismasi, sikukuu iliyopita kwenye milima ya karne, mito ya tamaduni, ikivuka mipaka ya imani na mataifa. Kwenye ushi ya sasa, Krismasi ni alama ya uzima, matumaini na upendo. Kila Disemba, dunia hujifunika rangi, muziki, mapambo na heka chungu nzima. Ila nyuma ya muonekano huo mpana, kuna simulizi ndefu mno. Pia ilijikita kwenye mizizi mirefu iliyohitaji kutafunwa kama vitabu vya hekima. Simulizi hii ilianza kwenye vichochoro vya miji midogo, kwenye harufu ya zizi la mifugo, kwenye upepo baridi wa milima ya Uyahudi, na kwenye pumzi ya mwanamke kijana aliyechaguliwa kubeba mwanga wa ulimwengu. Mduara wa kusanyiko letu kama aila umetukirimia uhuru wa kuchambua minofu na kuinjika vyungu vya supu kwa maandalizi ya shamla za Krismasi. Na kualika wewe tufungue ukurasa huu wa historia ya Krismasi na mie wako Mhandisi Kahega Mwange. Kongoni. Katika karne ya pili, kumbukumbu za awali za kanisa zilionyesha kuwa Wakristo walikuwa wakikumbuka na kusherehekea kuzaliwa kwa Bwana wao. Sherehe hiyo haikuwa ya tarehe maalum iliyokubaliwa na wote. Iliibuka kiasiri kutoka katika ibada za waumini wa kawaida waliomuona Yesu kama mwalimu, nabii na pia kama nuru iliyoingia duniani. Kila jumuiya ilihifadhi kumbukumbu hiyo kwa namna yake, kulingana na kalenda, tamaduni na mafundisho waliokuwa wamepokea. Katika kipindi hicho cha mwanzo, waandishi wakuu wa Kikristo kama Irenaeus na Tertullian hawakuorodhesha Krismasi miongoni mwa sikukuu rasmi za kanisa. Msisitizo wao ulikuwa zaidi juu ya mateso, kifo na ufufuo wa Kristo. Kuzaliwa kwake kulionekana kama mwanzo mtakatifu wa safari ya wokovu, lakini bado halikuwa limepata nafasi ya pekee katika kalenda ya liturujia. Hata hivyo, kadri karne zilivyopita, hitaji la kuipa kumbukumbu hiyo sura rasmi lilianza kuota mizizi. Waumini walitaka siku maalum ya kukumbuka tukio lililobadilisha historia ya mwanadamu. Ndipo mjadala wa tarehe ukaanza, mjadala uliochukua karne kadhaa kabla ya kufikia mwafaka. Hati ya kale zaidi iliyoweka wazi tarehe ya kuzaliwa kwa Yesu ilikuwa kronografia ya mwaka 354 iliyojulikana pia kama kalenda ya Phoenicians. Hati hiyo iliitaja Disemba 25 kama siku ya kuzaliwa kwa Kristo, sambamba na kuitaja kama siku ya kuzaliwa kwa Sol Invictus, yaani jua lisiloshindika. Wanahistoria wa liturujia walikubaliana kwa ujumla kuwa sehemu hii ya maandishi iliyoandikwa mjini Roma mnamo mwaka wa 336. Uamuzi huo uliendana na madai kwamba tarehe hiyo ilikuwa imewekwa rasmi na Papa Julius wa kwanza, aliyekuwa askofu wa Roma kati ya mwaka 337 na mwaka 352. Katika muktadha wa Roma ya kipagani, Disemba 25 ilikuwa tarehe ya solstisi ya majira ya baridi, siku ambayo nuru ilianza kurejea baada ya giza refu. Sikukuu ya Dies Natalis Solstice Invicti ilikuwa ikiadhimishwa siku hiyo tangu mwaka wa 274, ikisherehekea ushindi wa nuru dhidi ya giza. Kwa Wakristo, maana hiyo ilipewa tafsiri mpya. Kristo alionekana kama jua la haki, nuru ya ukweli iliyong'aa gizani. Hivyo tarehe iliyokuwa ikihusishwa na jua la kipagani iligeuzwa kuwa ishara ya kuzaliwa kwa mwanga wa ulimwengu. Hatua hiyo ilikuwa ya kiimani
na pia ya kimkakati, ikiwezesha Ukristo kujikita ndani ya jamii ya Roma bila kuvunja kabisa misingi ya kitamaduni kuwepo. Mwishoni mwa karne ya 4, wakuu wa kanisa walithibitisha Disemba 25 kama tarehe ya Krismasi. John Chrysostom, Augustine wa Hippo na Jerome walishuhudia kwa maandishi yao kuwa siku hiyo ilikuwa imekubaliwa kama kumbukumbu ya kuzaliwa kwa Kristo. Hatua hiyo ilionyesha mabadiliko makubwa katika kumbukumbu zisizo rasmi hadi sikukuu iliyo na mizizi ya kanisa lote. Wakati huo mashariki ya Ukristo ilikuwa na mtazamo tofauti, huku kuzaliwa kwa Kristo kulisherehekewa kwa kushirikishwa na sikukuu ya Epifania mnamo Januari 6. Sikukuu hiyo haikulenga zaidi kuzaliwa kwa Kristo, bali ubatizo wake, tukio lililoashiria kudhihirishwa kwake hadharani. Hata hivyo, baada ya kifo cha Kaisari Varus aliyekuwa akiunga mkono Arianism na kufufuka kwa Ukristo wa Kiorthodoksi, Krismasi ilianza kusambazwa mashariki. Sikukuu hiyo ilianzishwa Constantinople mwaka 379, ikienea hadi Antiochia chini ya uongozi wa John Chrysostom kuelekea mwisho wa karne ya 4, na hatimaye akaingia Alexandria katika karne iliyofuatia. Kufikia karne ya 6, ushahidi kutoka Georgian Radigari ulionyesha kuwa Krismasi ilikuwa ikiadhimishwa hata Yerusalemu, mji uliobeba kumbukumbu ya kuzaliwa kwa Kristo. Katika zama za kati za awali, Krismasi haikuwa bado kilele cha kalenda ya Kikristo kama ilivyokuja kuwa baadaye. Sikukuu ya Epifania ilibaki na uzito mkubwa zaidi, hasa katika Ukristo wa Magharibi ambako ilisisitiza ziara ya mamajusi, ishara ya Kristo kudhihirishwa kwa mataifa. Hata hivyo, Krismasi iliendelea kukua kimya kimya, ikijipenyeza katika ratiba ya ibada, desturi za watu na mpangilio wa mwaka wa kanisa. Katika kipindi hiki, kalenda ya kidini ilianza kutawaliwa na msururu wa sikukuu zinazohusiana na kuzaliwa kwa Kristo. Siku 40 kabla ya Krismasi zilitengwa kama kipindi cha maandalizi ya kiroho kilichojulikana kama siku 40 za Mtakatifu Martin, zikianza tarehe 11 Novemba. Kipindi hiki baadaye kilikuja kujulikana kama Majilio, wakati wa kutafakari, kufunga na kujiandaa moyoni kwa kumbukumbu ya kuzaliwa kwa Mwokozi. Huko Italia na maeneo mengi ya Ulaya, athari za sherehe za kale za Saturnalia zilianza kushikamana na Majilio. Ingawa Ukristo ulijitahidi kuzipa maana mpya desturi hizo, roho ya shangwe, mapambo ya kijani kibichi na matarajio ya zawadi yaliendelea kuishi ndani ya jamii. Kufikia karne ya 12, desturi hizo zilihamishwa rasmi hadi kipindi cha siku 12 za Krismasi, kuanzia Disemba 25 hadi Januari 5, kipindi kilichojulikana katika kalenda ya liturujia kama Christmas Day. Mwaka 567, Baraza la Tours liliweka rasmi msimu wa Christmas Day, likitangaza siku 12 kuanzia Krismasi hadi Epifania kuwa kipindi kitakatifu na cha shangwe. Baraza hilo pia liliweka wajibu wa kufunga wakati wa Majilio kama maandalizi ya sikukuu kuu. Hatua hii ilichukuliwa kwa misingi ya kiroho na pia kama suluhisho la changamoto za kiutawala zilizokuwa zikiikumba milki ya Roma katika kuratibu kalenda ya Juliani ya jua na kalenda ya mwezi zilizotumiwa katika majimbo ya mashariki. Kwa njia hiyo, Krismasi ilianza kupata nafasi yake rasmi katika mpangilio wa mwaka wa kanisa na jamii. Haikuwa tena kumbukumbu ya moyoni au ibada ya eneo fulani, bali ilikuwa tukio lililoratibiwa, kutawaliwa na kanuni na lililoshirikisha Kristo mzima wa Magharibi. Umuhimu wa sikukuu ya Krismasi uliongezeka taratibu, hasa baada ya Charlemagne kutawazwa kuwa Kaisari siku ya Krismasi mwaka wa 800. Tukio hilo
Liliunganisha mamlaka ya kidini na kisiasa na kuifanya Krismasi kuwa siku ya kifalme yenye uzito wa kiroho na kisiasa kwa pamoja. Wakati huo, Krismasi haikuhusishwa tu na kuzaliwa kwa Kristo, bali pia kwa uhalali wa utawala na falme. Katika karne zilizofuata, wafalme wengi waliinuliwa na kutawazwa siku ya Krismasi. Edmund Mfiadini alitiwa mafuta mwaka 855 na William wa kwanza wa Uingereza alivikwa taji siku ya Krismasi mwaka wa 1066. Matukio haya yalizidisha hadhi ya siku hiyo, wakaiweka kama muhimili wa mamlaka, sherehe na kumbukumbu za taifa. Kufikia zama za kati ya juu, Krismasi ilikuwa imekuwa na kuwa sikukuu kubwa ya umma. Waandishi wa historia waliandikwa kwa makini mahali ambapo wakuu wa kifalme walisherehekea Krismasi zao. Mwaka wa 1377, Mfalme Richard wa pili aliandaa karamu kubwa iliyoshuhudia ng'ombe 28 na kondoo 300 wakiliwa. Sherehe hizo zilijaa ishara za wingi, mamlaka na mshikamano wa kijamii. Nguruwe wa Yule alikuwa sehemu ya kawaida ya karamu za Krismasi, akiwakilisha urithi wa tamaduni za kale zilizokuwa zimevarishwa mavazi ya Kikristo. Wakati huo huo, uimbaji wa nyimbo za Krismasi ulianza kushamili. Caroling ilifanywa na makundi ya waimbaji waliocheza wakiwa na muimbaji kiongozi wa kundi la wachezaji. Hata hivyo, baadhi ya waandishi wa wakati huo walilaani caroling kama tendo la ovyo, wakiamini kuwa lilihifadhi mabaki ya machafuko ya Saturnina na Yule. Dhambi na anasa pia zilijipenyeza katika sherehe. Kunywa kupita kiasi, kamari, uasherati na michezo ya bahati nasibu vilionekana kama sehemu ya Krismasi katika maeneo mengi. Nchi ya Uingereza, zawadi zilibadilishwa zaidi siku ya mwaka mpya baada ya Krismasi, na pombe maalum ilitengenezwa kwa ajili ya msimu huo. Katika mazingira hayo, Krismasi ilikuwa mchanganyiko wa ibada na fujo, uchaji na anasa, nuru na kivuli. Ilibeba sura mbili: uso wa imani uliotazama hori na Bethlehemu, na uso wa sherehe za watu waliotazama furaha ya mwili. Katika karne ya 16 na ya 17, Ulaya iliingia katika kipindi cha mageuzi ya kidini, wakati ambapo imani, mamlaka na desturi za kale ziliwekwa mizani. Krismasi, kama ilivyokuwa sikukuu nyingine nyingi, ilikumbwa na upepo mkali wa mabadiliko. Katika maeneo yaliyoathiriwa na Uprotestanti, sherehe za Krismasi zilianza kutiliwa shaka, zikaonekana kama zimepotoshwa na anasa na mizizi ya kipagani na mapokeo yaliyoandikwa moja kwa moja katika maandiko. Hata hivyo, badala ya kutoweka kabisa, Krismasi ilibadilika sura. Katika maeneo mengi ya Kiujerumani, mleta hidaya alibadilisha kutoka Mtakatifu Nikola hadi kwa mtoto Yesu alifahamika kama Christkindl. Mabadiliko haya yalilenga kurejesha uzito wa kiroho kwa sikukuu na kuiondoa katika kivuli cha heshima ya watakatifu. Tarehe ya utoaji zawadi ilihamishwa kutoka Disemba 6 hadi mkesha wa Krismasi, hatua iliyozidisha umuhimu wa usiku wa Disemba 24 katika kalenda ya kifamilia. Katika maeneo mengi, hasa Uingereza wa Kiprotestanti, Krismasi ilionekana kama sikukuu isiyo ya kibibilia. Sherehe zake zilipunguzwa na pengine kupigwa marufuku kwa nyakati fulani. Hata hivyo, hamu kwa watu ya kusherehekea haikuweza kuzimwa kabisa. Krismasi iliendelea kuishi katika nyumba za watu, katika desturi na siri na kumbukumbu ya vizazi vilivyotangulia. Kuingia kwa karne ya 19 kulishuhudia ufufuo wa Krismasi katika sura mpya. Katika mwaka wa 1822, Clement Clark Moore aliandika shairi lililojulikana kama A Visit from St. Nicholas, lililofungua mlango wa taswira mpya ya mleta hidaya mwenye tabasamu, farasi wa kuruka angani na safari ya usiku wa Krismasi. Shairi hilo liliimarisha desturi ya kubadilisha zawadi na kuipa Krismasi sura ya kifamilia yenye joto na mshikamano.
Wakati huo, Krismasi ilianza kuchukua nafasi muhimu katika uchumi. Ununuzi wa msimu ulianza kuonekana kama shughuli ya kawaida, na biashara zilianza kuandaa bidhaa mahususi kwa ajili ya sikukuu. Mabadiliko haya yalizua mvutano wa kitamaduni kati ya maana ya kiroho ya Krismasi na mvutano wa kibiashara uliokuwa unaongezeka. Katika maandishi ya mwaka 1850, Harriet Beecher Stowe alionyesha jekejeke hasa katika kueleza kuwa maana ya kweli ya Krismasi ilikuwa imefunikwa na pilika za ununuzi. Hata hivyo, kwa wengi, Krismasi iliendelea kuwa daraja kati ya imani na jamii, kati ya ibada na familia. Nchini Marekani, Krismasi haikuwa bado imejikita mizizi katika maeneo yote. Hata hivyo, dalili za mabadiliko zilianza kuonekana. Mwaka wa 1856, Henry Wadsworth Longfellow alitambua hali ya mpito katika Uingereza mpya, akionyesha kuwa upinzani wa Kipurutani ulikuwa ukilenga taratibu. Kufikia mwaka wa 1860, majimbo 14 yaliyokuwa tayari yameitambua Krismasi kama sikukuu ya kisheria. Mwaka wa 1875, Louis Sprang alianzisha kadi ya Krismasi nchini Marekani, akachochea utamaduni wa kuwasiliana na salamu zilizoandikwa na taswira za sikukuu. Hatimaye, mnamo Juni 28 mwaka wa 1870, Krismasi ilitangazwa rasmi kuwa sikukuu ya kitaifa ya shirikisho la Marekani, hatua iliyothibitisha nafasi yake katika utambulisho wa taifa. Karne ya 20 ilibeba Krismasi katika mikondo mikali ya historia ya dunia. Wakati wa vita vya kwanza vya dunia, hasa mwaka wa 1914, Krismasi ilishuhudia matukio yasiyo ya kawaida. Mapatano ya muda yalitokea katika uwanja wa vita, ambapo askari waliokuwa maadui walipunguza uhasama, wakabadilishana zawadi ndogo na kushiriki michezo kwa muda mfupi. Matukio haya yalibaki kama ishara ya ubinadamu kwa pamoja, hata katikati ya giza la vita. Hata hivyo, si kila sehemu ya dunia iliruhusu Krismasi kung'aa. Baada ya mapinduzi ya mwaka 1917, Umoja wa Sovieti ulipiga marufuku sherehe za Krismasi na sikukuu nyingine za Kikristo. Watoto walihamasishwa kupinga alama za Krismasi na desturi zake zikahamishwa katika sherehe za mwaka mpya. Ilikuwa ni mpaka mwaka 1991, baada ya kuvunjika kwa Umoja wa Kisovieti, ndipo Krismasi ilirejea rasmi kama sikukuu ya kitaifa katika Urusi. Wakati huo huo, tawala za kiimla zilijaribu kuibadilisha Krismasi kwa manufaa yao. Katika Ujerumani, vipengee vya Kikristo vilipunguzwa na kuondolewa, na pia nyimbo mpya zilitungwa ili kuakisi itikadi za kikabila badala ya ujumbe wa Injili. Hata hivyo, maana ya Krismasi kama kumbukumbu ya kuzaliwa kwa Mwokozi iliendelea kuishi katika mioyo ya waumini. Natia kikomo hapo kwa leo. Hadi wiki ijayo wakati kama huu, usikose sehemu ya pili ya historia ya Krismasi na mimi wako Mhandisi K.